kinasema kwamba ni nguvu ya kushinda au ni nguvu ya kuvuka. Lazima tuwe na nguvu ndo tuvuke. Hauwezi ukavuka kama wewe ni dhaifu. Lazima uvuke ukiwa na nguvu. Lazima uwe mtu mwenye nguvu ndo uweze kuvuka. Hakuna kitu kidhaifu ambacho kinaweza kuvuka ng'ambo. Kinachovuka ng'ambo ni kitu chenye nguvu. Ni kitu chenye uweza. Ndicho kinachoweza kuvuka ng'ambo nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu ya kuvuka. Nguvu ya kuvuka. Hawezi mtu akashuka hapa madhabahuni kama ana nguvu. Ni vitu viwili tofauti. Haiwezekani hata kidogo. Hata yule mtoto mdogo hawezi akavuka hapa, kwa sababu bado hajafikia katika sehemu ya kuvuka. Amina. Kwa hiyo mtu anayetakiwa kuvuka hapa, kuna ngazi ya kwanza, ya pili. Lazima awe mtu mwenye nguvu ndio aweze kuvuka. Aliye dhaifu aweze kuvuka. Na ndio maana somo letu au kichwa chetu cha somo kinasema ni nguvu ya kuvuka. Huu ni mwezi wetu wa 6. Ni mwezi wetu wa kuvuka. Amen. Tunatamani tuvuke katika ng'ambo ya pili. Tunatamani tutoke mahala tulipo tuweze kuvuka. Katika kuvuka kuna nguvu. Katika kuvuka kuna ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lazima mwana wa Mungu ujue kwamba katika kuvuka kunahitajika nguvu. Amen. Na hiyo nguvu utaitoa wapi? Lazima ukubali kuachilia vitu vyote. Ukubali kuacha katika vitu vingine. Usigeuke nyuma tena. Usikumbuke nyuma kuna vitu gani. Kinachotakiwa kama Mungu azungumzavyo ya kwamba ni mimi nikutanguliaye mbele yako. Ni mimi ndo nitakaye kuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyo ndo unayepaswa wewe kumshikilia. Usikumbuke umeacha vitu gani nyuma. Amen. Wakati unapovuka kwenye mto, haupaswi kuangalia kulia au kushoto au kugeuka nyuma. Inabidi uangalie mahala unapokwenda. Uangalie sehemu unapopita. Ukigeuka kushoto kwako kulia, lazima utaingia majini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotaka kupiga hatua ili uweze kumwona Mungu kwa viwango vya hali ya juu, lazima utazame mbele. Uangalie mbele, ni nani aliyekutangulia? Ni nani aliye mbele yako aliyekutangulia? Usikumbuke vile vitu vya kwanza. Usikumbuke vile vitu vya nyuma. Hivyo ni vitu ni kuachana navyo. Unaanza katika maisha upya ili uweze kumwona Mungu akikuvusha. Haleluya. Nguvu ya kuvuka. Lazima uwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe na nguvu. Na hiyo nguvu utaitoa wapi? Lazima ukubali kutengenezwa. Ukubali kuonywa. Ukubali kufundishwa ili upate ile nguvu. Haleluya. Lazima ukubali uachane na vile vitu vyote. Vitu vipo vingi. Sitaweza kuvizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaweza kuvimaliza, lakini Roho Mtakatifu mwenyewe atakapotufunulia na kutufundisha katika siku ya leo, tutajua kwamba ni vitu gani ambavyo tunapaswa wana wa Mungu kuviacha ili tuweze kuvuka ng'ambo. Hata kipindi kile Mungu aliwavusha wana wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini lazima waliambiwa waviache katika vitu fulani.
waachane na miungu, waachane na miungu ya kigeni, waachane na vile vitu viovu. Usikumbuke kitu kilicho cha kwanza, ndivyo uweze kuvuka. Yoshua aliamka asubuhi na mapema, akaenda mahala wakaweza kukutana ili waweze kuomba na waweze kupiga hatua, waweze kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wana wa Mungu, tujue ni kipi ambacho tukiwa tukifanya kwetu ili tuweze kuvuka ng'ambo. Hatuwezi tukavuka ng'ambo tukiwa na takataka. Bwana Yesu apewe sifa. Hauwezi ukapiga hatua huku ukiwa umeshikilia miungu ya kigeni. Hicho ni kitu sahau. Lazima ukubali kutengenezwa, ukubali kuwa msafi, ukubali kufinyangwa, ukubali kufanywa upya. Lazima umsahau Musa, umsahau Johnny, umsahau Adija, umsahau Amina ili uweze kupiga hatua. Lazima usahau katika hivi vitu, na hizi tunavijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu lazima ukubali kuviacha. Ni mwezi wetu wa kuvuka. Tunavukaje? Hatuvuki hivi kama tunavyoelewa. Lazima, ndio maana baba pale alizungumza ya kwamba kuna maombi ya kuomba ili tuweze kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio kilele mama tu. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua watu tumekuwa tukisikiliza watu wanasema kwa Yesu ni tambalale. No, kwa Yesu sio tambalale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa Yesu sio tambalale. Lazima ukubali kutengenezwa, ukubali kupandishwa, ukubali kushushwa ili uweze kupiga hatua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu ya kuvuka. Somo letu linatoka Kumbukumbu 9 mstari ule wa kwanza. Aliyefika waweza kusoma. Kumbukumbu la Torati 9 mstari ule wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 9 mstari wa kwanza. Sikiza, Israeli, hivi leo unataka kuvuka Yordani uingie kwa kuamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe, miji mikubwa iliyojengwa kuta hata mbinguni. Amina. Amina. Anasema kwamba sikiza wewe Israeli, hivi leo unataka kuvuka uingie katika ng'ambo, uingie katika mto wa Yordani ili ukamiliki katika vitu vikubwa, ukayamiliki katika mataifa na watu wale kupita wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotaka kuvuka lazima ujue unaelekea wapi. Mungu anatuambia kwamba leo tunataka kuvuka ili tumiliki katika vitu vyetu vyote vilivyo kule ng'ambo. Tunavifikiaje? Lazima tukubali kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tumiliki, kuna watu wakubwa ambao ni wakubwa kupita wewe. Haleluya. Lakini Mungu mwenye nguvu na uweza, unapovuka wale watu wote wanakuwa chini yako. Haleluya. Wanakuwa chini yako. Wewe unapovuka ndio unaenda kumiliki. Unaenda kuchukua katika vitu vile vya thamani. Ahadi yako ambayo Mungu amekuahidia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ni kipi kifanyike? Ni nini kitendeke ili uweze kupiga hatua? Ili uweze kuvuka ng'ambo, lazima kuna vitu ukubali kuviacha. Uvisahau, sio kuviacha tu. Kuna mtu anaweza akasema ninaviacha, nitakapofikia katika stage fulani nitavikumbuka. Haleluya. Unapoamua vitu kuviacha, lazima uviache na uvisahau. Toa
sababu ya mawazo ya vitu vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kuvuka katika ng'ambo. Haleluya. Wanaovuka ng'ambo ni watu wenye nguvu, ni watu walioshiba, ni watu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Ili uvuke kwa nguvu na uweza na ushindi. Haleluya. Ukafanywe kuwa mpya tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisome mstari wa 3. Mstari wa 3 nitasoma kama ilivyo. Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako. Kama moto uteketezao atawaangamiza, tena atawaangusha mbele yako, ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwamba yani jua kwamba siku hii ya leo ni Bwana ndiye akutanguliaye mbele yako, na huyo ndio akusaidiaye wewe kuvuka. Haleluya. Na ndivyo Bwana atakavyosimama mbele yako, kama alivyokwenda pamoja na Musa, akatembea pamoja na Yoshua, na mchana wa leo Mungu akatembea pamoja nawe. Lazima atakutangulie ili uweze kuvuka katika ng'ambo nyingine. Haleluya. Na ndivyo Bwana atakapowaangamiza maadui zako na watesi wako, waliosimama mbele yako kukuzuia, walioshikilia baraka zako, walioshikilia uzima wako, walioshikilia ndoa zako. Mungu anaenda kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima Bwana awaangamize maadui zako, kama neno lishivyo ya kwamba nitawapiga watesi wako, nitawapiga maadui zako. Haleluya. Ndivyo Bwana agizo lake alilotuagiza. Haleluya. Ili tuweze kushinda, yupo anayetushindia. Mwana wa Mungu, usijione kwamba wewe ni mnyonge, usijihesabie kwamba wewe ni yatima. Yupo Baba wa watu wote wenye mwili. Yeye yupo mwenye nguvu na uweza. Haleluya. Si wakati wa kuwaza tena, si wakati wa kulalamika tena. Ni wakati wa kupiga hatua, ni wakati wa kusonga mbele, ni wakati wa kuvuka ng'ambo, ni wakati wa kutoka mahala ulipo uende katika ng'ambo nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu amekuahidi. Shikilia ahadi ya Mungu. Amekuahidi atakuvusha, atakulinda kama neno lake lishivyo. Yeye ndiye akutanguliaye kuvuka kwako. Si wakati wa kulia na wakati wa kuwaza, ila jua cha kwanza, simama na Mungu. Haleluya. Simama na Mungu, piga hatua, songa mbele, shikilia neno lake linasema nini. Shika neno la Mungu. Neno la Mungu ndio njia yako iliyo sahihi. Lazima hivi vitu viache. Teketeza hivi vitu. Mungu anapokuvusha na hivi vitu vinateketezwa, havitasalia tena. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Amina. Namba 1 katika kuvuka. Amina. Namba 1, somo maombi ya kuvuka mwaka. Haleluya. Namba 1, maombi ya kuvuka. Maombi ya kuvuka ng'ambo. Maombi ya kukutoa hapo ulipo ya kuweka katika sehemu nyingine. Haleluya. Kwa hiyo kuna maombi kama Baba alivyonitangulia alisema ya kwamba kuna maombi ya kutuvusha, ya tupeleke stage nyingine. Haleluya. Kwa lazima tujue kumbe kuna maombi ambayo anaweza akakutoa hapo ulipokaa